Mama zangu, dada zangu wapendwa watukufu wa jiji hili la Dar es Salaam, awali ya yote tunaanza kumshukuru Allah jalla fi ulah ambaye ametuwezesha siku kama ya leo kwa nafasi kama hii kukutana kwa min ajili ya kukumbushana machache katika mengi aliyotuachia Bwana Mtume Muhammad. Nimwombe Allah aweze kubariki kikao chetu hichi cha leo, na kuomba Allah kila hatua tuloipiga kutoka majumbani mpaka katika hadhara hii iwe ni sababu ya kutufutia makosa na madhambi tulionayo. Allah, tunakuomba kila litakalozungumzwa katika hadhara hii uweze kutupambanayo katika matendo yetu ya kila siku. Na mwisho tunakuomba kama ulivyotukusanya katika ukumbi huu uweze kutukusanya katika pepo ya Firdausi pamoja na Bwana Mtume Muhammad. Amma mawdhu'u muhadharatina فعنوانها يقول: الطفل أمانة كيف نحافظ عليها. أما موضوع يا محاضرة wetu عنوان yake inasema mtoto ni amana. Tunaitunga vipi au tunaitunza vipi? الطفل أمانة كيف نحافظ عليها. mtoto ni amana, tunaitunza vipi amana hiyo? فالأطفال نعمة كبرى على الناس. watoto ni neema kubwa kwa watu. Watu wanapopata watoto inakuwa ni neema miongoni mwa neema zake Allah jalla fi ula. Tamla'u hayatuhum bahajatan wa surura. Mtu anapopata watoto, maisha ya watoto wale yanawafanya wazazi kuwa na furaha na bashasha, wakawa na shangwe kabisa kwa kupata neema hiyo. Wataziduha ansan wa hubura. Kuwa na watoto inawafanya watu kuwazidishia ukaribu pamoja na uchangamfu. Watamna'uhum rahatan wa istiqrara. Inawafanya wazazi hupata utulivu pamoja na faraja. Wayaishuna sa'adatan wa amana. Wanaishi katika furaha pamoja na amani. Watoto hao hum masabihul buyut. Watoto ndiyo mataa ya nyumba. Wanavyokuwa wakikimbizana yaminan wa shimalan ndani ya nyumba, ndiyo mzazi anapata faraja, anaburudika na kufurahi kweli kweli. Wa qurratul uyun. Watoto ndiyo kitulizo cha macho. hum zaharatul yawmi wa thamaratul ghaddi. Watoto ndiyo ua la leo na ndiyo tunda la kesho. Amalul mustaqbal. Mtoto ndiyo tumaini la kesho. Leo unamhudumia, unampa posho, lakini kesho utaingia uzeeni, nguvu zitakwisha, ngozi itakunyama, utaanza kutembelea mguu wa tatu wa ziada mkongojo. Tunatarajia na kutegemea kwamba watoto hawa wanaweza wakawa ni tumaini letu na kesho wakatupa posho. Na hayo aliyasema Mola wetu mtukufu ndani ya Qur'ani yake takatifu pale alipozungumza akasema: almalu walbanuna zinatul hayati dunya walbaqiyatu salihatu khayrun 'inda rabbika thawaba khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amala.
Allah anasema mali na watoto ni pambo katika maisha ya dunia, na matendo mema. Mali na watoto ni pambo katika maisha ya dunia, na matendo mema ya kudumu ni bora zaidi mbele ya Mola wako kwa malipo, na ni bora zaidi kwa matumaini. Allah ametueleza kwamba watoto hao ndio viburudisho kweli kweli. Lakini pamoja na kuyasema haya, kama mtoto huyu hajapata maandalizi yaliyokuwa mazuri, hajapata malezi yaliyokuwa mazuri, hajalelewa katika misingi ya kitabu na sunna za Bwana Mtume Muhammad, hakika mtoto huyu atakuwa ni mzigo kwako. Ndio maana Mola wetu akasema ndani ya Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, enyi ambao mlioamini, hakika miongoni mwa wake zenu na watoto zenu ni maadui kwenu. Chini ya aya hiyo akasema, innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun adhim. Hakika mali zenu na watoto zenu ni mtihani. Wakati gani mtoto anakuwa adui? Wakati gani mtoto anakuwa ni mtihani? Ni pale ambapo mtoto atakosa malezi aliyofundisha Bwana Mtume Muhammad. Ni pale ambapo mtoto atakosa tarbia ya Kiislamu. Mtoto huyo atakuwa ni mzigo mkubwa kwako wewe kama mzazi. Nisikwambie ya kwamba mtoto anaweza kawa ni sababu ya kukutoa katika mstari ulionyooka, akakupeleka katika mstari uliopinda, akakutoa katika mlango wa pepo, akakupeleka katika mlango wa motoni. Mwenyezi Mungu mtukufu ametusimulia habari za Musa na Khidri ndani ya Qur'ani yake takatifu. Habari hizi zina mazingatio makubwa kweli kweli. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah anasimulia, anasema ya kwamba inna Musa qama khatiban fi bani Israila, Musa alisimama kuwahutubia wana wa Israeli, akawapa mauidha kikweli kweli, mauidha yakafika mpaka katika nyoyo zao, ikapelekea mpaka akaulizwa ayu a'lami nnasi, kutokamana na mambo haya uliyoyatupa, ilmu iliyokuwa ya hali ya juu, mauidha yaliyotikisa nyoyo zao. Wakamuuliza, hivi ni nani mjuzi wa watu, nani mwenye elimu kuliko wote? Musa akasema mimi. Na alikuwa hajakosea bado, kwa sababu Musa ni nabii min anbiya illah, anapata wahyi kutoka katika ikulu ya mbingu ya 7. Kwa hiyo lolote lile ambalo atakaloulizwa, majibu yake atayapata mubasharatan kutoka kwa mmiliki wa mbingu na ardhi. Na zaidi ya hapo, Musa anazungumza na Mungu. Allah amesema wa kallama Allahu Musa taklima, anasemezana na Allah. Musa akasema mimi, lakini Mwenyezi Mungu hakupenda kabisa Musa sifa ile aipeleke kwake. Mwenyezi Mungu alitaka sifa ile airejeshe kwake mwenyewe Rabbul Izzati wal Jalal. Kamwambia Musa, kuna mtu ambaye ni mjuzi, anajua zaidi yako. Akapewa location, nini afanye, kipi afanye ili akutane na mtu huyo. Allah akamwambia, muandae samaki wako vizuri, pale ambapo utakapomkosa samaki huyo, hapo ndipo utakapompata mtu huyo. Kamchukua kijana wake
wakaanza safari na samaki wao waliokaangwa vizuri kwenye mafuta. Safari ilikwenda mpaka Majma'ul Baharaini, kama alivyosimulia Mola wetu mtukufu, makutanio ya bahari mbili. Musa akawa anamwambia kijana wake, tujipumzishe hapa, tumechoka sana. Wakapumzika, Musa kalala, lakini kijana wake akaliona tukio lililompa mshangao wa hali ya juu. Samaki yule aliyopikwa na aliyokaangwa kwenye mafuta, akaona kikapo kinaanza kutikisika. Hatimaye samaki yule anatoka kwenye kikapo na anaingia ndani ya maji, anaondoka zake, kitu ambacho kilimshangaza. Na akasema, Musa akiamka bwana mkubwa nitampa habari hizi. Lakini Musa alipoamka, bwana yule akasahau yale na safari ikaendelea. Safari imeshakuwa ndefu kweli. Musa anamwambia kijana wake, atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba, sasa leta chakula yetu ya mchana, safari imekuwa ndefu na uchovu wa safari na njaa yenyewe, toa chakula tule. Ndio kijana sasa anakumbuka, akaanza kumpa kisa na akaanza kumpa mkasa wote jinsi habari ilivyotokea. Musa akasema, huko ndipo ninapopataka, turudie. Wakageuza safari yao, wakarudia kule alipopotelea samaki yule. Kisha wakamkuta Mwenyezi Mungu amemwita abdan min ibadina, ni mja miongoni mwa waja wetu ambao tumempa elimu, tukampa na ujuzi. Musa alimwambia kijana yule, hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ullimta rushda, hivi ninaweza nikakufuata ili unielimishe yale aliyokuelimisha Mola wetu? Majibu ya bwana yule kwa Musa alikuwa mafupi sana. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra, wewe huwezi kuwa na subra, huwezi kuwa mvumilivu kuwa pamoja nami. Musa akamwambia, satajiduni insha Allahu sabira wala a'si laka amra, utanikuta Mwenyezi Mungu akipenda ni mvumilivu na wala sintopinga amri yako. Safari ikaanza, lakini kwa sharti. Bwana yule akamwambia Musa, fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Sasa tunaambatana, lakini kwa sharti moja, chochote utakachokiona usithubutu kuuliza mpaka pale ambapo mimi nitakusimulia kwa nini nimefanya. Fantalaqa, lengo langu si kukieleza kisa, lengo langu na lenga ni hapa pale ambapo Mungu aliposema waliondoka wawili, hata idha laqiya ghulaman faqatala. Walifika sehemu wakamkuta kijana anacheza na vijana wawili, wako vijana watatu. Yule bwana Khidri akamchukua kijana mmoja kwa mikono yake miwili, akalikwanyua shingo lake, akamuua kijana yule. Musa anatoa macho, akatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs, hivi unaua nafsi isiyokuwa na hatia? Laqad ji'ta shay'an nukra, hakika umefanya jambo baya kweli kweli. Majibu yake yalikuwa, alam aqul laka innaka lan tastati' alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra, mimi sikukwambia Musa kwamba wewe huwezi kuwa mvumilivu kuwa na mimi? Mwisho wa safari sasa anamwambia, amma alghulamu fakana abawahu mu'minaini. Hapa pazingatie kweli kweli, asema kijana yule ambaye nimemuua, wazazi wake ni wazazi waumini wacha Mungu, wazazi wema, lakini kijana huyu anapendwa zaidi kwa wazazi wake. Wazazi wamempenda mapenzi yaliyokuwa makubwa, tena wanamsikiliza kwa kupita maelezo. Lakini kijana anavyokuwa ndivyo anavyozidi kuwa na ukafiri. Tunavyoona huko mbele, kijana huyu akiendelea na kuwa
Anasema sasa, fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Weka mstari chini ya kilima hichi, tena weka mistari miwili ya rangi nyekundu. Fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Nasema tukamwondoa mapema, tulihofia mtoto huyu anaweza kawaingiza wazazi wale katika uovu na ukafiri. Mtoto huyo, wazazi walikuwa katika msimamo, lakini mtoto yule anasema angeendelea na kuwa, ingelikuwa ni sababu ya kuwatupa wazazi katika msimamo wao ulionyooka. Ndugu Waislamu, tunapozungumzia mtoto hatuzungumzii kiumbe cha kawaida, bali tunazungumzia amana kutoka kwake Allah jalla fi ula. Mtoto ni amana, na Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani alieleza akasema, ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum, enyi mliomwamini Allah, msimfanyie khiana Mwenyezi Mungu na mtume, na msizikhini amana zenu. Amana, ndugu zanguni, mtoto si mali yako tu, bali ni jukumu ulilopewa na Allah tabaraka wa taala. Na kila mmoja wetu aliopewa neema ya mtoto atasimamishwa katika mahakama ya Mungu, na Allah atamuuliza juu ya malezi ya mtoto huyo. Bwana Mtume Muhammad katika hadithi ambayo ameisimulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu wa arda, alieleza akasema ya kwamba Mtume alisema, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, nyote ni wachunga na kila mmoja ataulizwa kwa kile alichokichunga. Kisha Mtume akasema kiongozi ni mchunga na ataulizwa na Mungu alivyochunga raia zake. Warajulu ra'in ala ahli baiti, na mwanamume ni mchunga kwa watu wa nyumbani kwake. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, na yeye ataulizwa na namna gani alivyochunga watu wa nyumbani. Walmar'atu ra'iyatun ala ahli baitiha, na mwanamke, Bwana Mtume anasema mwanamke na yeye ni mchunga kwa watu wa nyumbani, watoto nyumbani na mume wake nyumbani. Mtume anasema na mwanamke na yeye ataulizwa na Allah siku ya mwisho namna gani alivyowachunga watoto hawa. Kwa watoto, ndugu zanguni, ni amana na Mungu atatuuliza juu ya amana hiyo. Baada ya kueleza haya, sasa njooni pamoja na mimi, ta'alu ma'i ila waqtina alhadir, nahnu almuslimuna fi asrina hadha. Njoo sasa pamoja na mimi katika zama zetu hizi, katika wakati wetu wa sasa, sisi Waislamu wa zama zetu hizi. Watukufu Waislamu, kizazi cha leo kinaangamizwa na mikono yetu wenyewe. Kizazi cha sasa kinaangamizwa na mikono yetu wenyewe. Hakuna nyakati ngumu, nyakati ngumu kabisa kwa malezi ya watoto kama nyakati hizi tulizokuwa nazo. Ni nyakati ambazo zinataka kuomba msaada kutoka kwa Allah. Malezi muliolelewa nyinyi wazazi wetu sio malezi ambayo tunayo sasa. Kizazi cha sasa, kizazi cha sasa kipo katika mazingira magumu mno. Kizazi cha sasa kiko ndani ya vishawishi vingi. Kizazi cha sasa kiko katika ulimwengu wa fitna, ulimwengu mzito, ulimwengu mgumu, ulimwengu ambao maovu na machafu yameenea kila kona ya dunia. Ndio maana mnapokuwa katika ibada zenu, msisahau kuombea kizazi chenu,
Dua ya mzazi inapokelewa sawa na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad. Mtume alionyesha kwamba dua za watu watatu zinajibiwa, hazina kiziwizi, zinakwenda moja kwa moja mpaka katika arshi ya Allah. Sasa miongoni mwa watu hao watatu Mtume akasema, wa duau walidi liwaladihi, na dua ya mtoto na dua ya mzazi kwa mtoto wake. Ombeeni sana kizazi chenu, musiachi kukiombea kheri kizazi. Kwa nini nimesema kizazi cha sasa kinaangamizwa na mikono yetu wenyewe? Kwanza, jambo la kwanza, mashuleni, hizi shule za mazingira, wazazi wa sasa mumeona kwamba hakuna jambo muhimu adhimu katika ulimwengu wa sasa kama shule hizo, na mkapuuza shule hizi za dini, shule hizi za sharia. Unaweza ukajiuliza, isal nafsak, nyumbani una watoto wangapi? Unaweza ukajipa jawabu, nina watoto 7. Wangapi wanaosoma sekula? Wote wa 7 wanasoma sekula. Hata aliozaliwa jana usiku bado mpango, akeneza umri wa miaka 5, huyu anaanza nursery school. Ajiulize, wangapi wanaosoma dini? Wangapi umewaweka wakisome kitabu cha Allah na sunna za Bwana Mtume Muhammad? Ma'al asafi shadidi, unaweza ukakuta hakuna hata mmoja katika wanao ambaye anajihitamu na kusoma dini yake Allah jalla fi ula. Na wakiwepo unaweza ukakuta ni mmoja, na huyo mmoja si kwa juhudi yako wewe kama mzazi, ni kwa juhudi yake yeye. Kama yeye alikuwa na marafiki zake akaandamana nao, marafiki zake ni watu wa madrasa, na yeye akapenda madrasa, ikawa ndo sababu ya kuingia katika madrasa na akaanza kufuatilia dini. Sijui mazingira ya shule zenu huku ziko vipi, ndio maana hichi kipengele sintokizungumzia sana. Kule kwetu sisi shule hizi za sekula zina mazingira mabovu sana, zimechangia kabisa kuharibu watoto wa Kiislamu. Hatujagusa elimu. Elimu haina tatizo, ilmu yoyote ambayo ina manufaa kwa mwanadamu, sawa kwenye dini yake au kwenye dunia yake, hiyo ilmu inafaa na ni bora. Ilmu haina shida mtoto anasoma ile ilmu kwa mazingira gani? Mazingira yapi? Kule kwetu kwanza kuna ikhtilatu baina rijali wan nisa. Sijui mtanisahihisha kama kwenu na nyinyi ni hivyo. Yani kuna mchanganyiko baina ya watoto wa kike na wa kiume. Umo. Nikikwambia mchanganyiko si kwamba hao wana kundi lao nao wana kundi lao. La, umo kwenye kiti kimoja. Hapa taka Aisha, hapa taka Abdul Karim, hapa taka Fatima, hapa anakaa John. Tazama hali nzito. Mtoto wa Kiislamu, mashallah, nyinyi nimeona mabadati wa Kiislamu wanapokwenda mashuleni wanavaa ushungi. Kule kwetu mtoto wa Kiislamu hana ushungi, anakwenda kama kafiri. Tazama sasa ilmu huko. Kuna visomo, katika hivyo visomo kuna visomo vya kuimba, wanaimba watoto kule. Tazama mavazi, nyie kidogo mna neema, na muombe Mwenyezi Mungu asikuondosheni neema mliokuwa nayo. Mavazi ya watoto wa Kiislamu, zile uniform, zile sare za shule, mtoto wa Kiislamu anavaa nguo inaishia chini ya mapaja yake. Hali nzito kweli kweli. Huko ndio watoto wa Kiislamu wamekwenda wakavua aibu, haya katika macho yao hawana tena. Mtoto wa kike ndo anasimama kuwa khatibu mbele ya watoto wa kiume. Ndio maana mtoto haoni tabu kushikwa na mtoto wa kiume
ambayo si maharimu wake kumshika kiunoni au kumshika begani, hao ni tabu. Huko mashuleni ndo kumetokea kumekuja na boyfriend na girlfriend, rafiki wa kike na rafiki, yani mtoto wa kiume ana rafiki yake mtoto wa kike, na mtoto wa kike ana rafiki yake mtoto wa kiume. Yale mazingira ya nchi za kimagharibi, mazingira ya kikafiri, ndo mazingira unakuta watoto wa Kiislamu wanalelewa kwayo. Alafu upande wa pili hana dini, hasomi dini maskini. Huku wanaweka virusi, hakuna antivirus. Mtoto anakuwa katika mazingira hayo. Mtoto anasoma shule yake, masikini wa Mungu, anamaliza masomo yake hajui lolote kuhusu tamaduni ya dini yake. Unamwona ni Muislamu kwa jina, lakini kwenye matendo hana tofauti kabisa na kafiri. Akitoka huko mashuleni sasa, akija nyumbani, kuna screen imetungikwa pale kwenye ukuta. Hii TV umenunua kwa pesa yako mwenyewe. Hii nayo ni mtihani. Hii screen ambayo imewekwa pale kwenye ukuta, watoto wanafuatilia vipindi mbalimbali pale. Sasa vitovu vyote anavijua kupitia ile screen iko pale kwenye ukuta. Vitovu vyote vya mzungu, Mwarabu, Muhindi, Mwafrika, vyote anaviona pale. Mtoto anakuwa kwenye mazingira kama haya ya ajabu kweli kweli. Nyanie, mnajua hizi tamthilia, sawa zile tamthilia za kizungu, sawa zile tamthilia za Kiswahili, 99.9999 hakuna kinachofunzwa isipokuwa ni mapenzi tu matupu. Mafundisho yao ni mapenzi. Mtoto umri wake miaka 7 ndo bado na yeye anaanza kufuatilia. Unamjenga vipi mtoto huyu? Unampa malezi gani mtoto huyu? Bila safi sadidi, kinachohuzunisha zaidi, mzazi ndo mpenzi mkubwa wa hizo tamthilia. Utakuta pale sebule imejazana kina mama na baba, wanamume siku hizi na wenyewe wanakuwa katika mambo kama hayo, na watoto wamejazana mule. Watu wamevaa uchi katika zile tamthilia. Hakuna cha stara, hakuna cha ushungi. Wamekaa kama wanapopewa mafunzo na ilmu bado mdogo, ni kama kuchonga kwenye jiwe. Hivi ukichonga maandishi kwenye jiwe, unadhani yale maandishi yatafutika lini? Kwa mtoto anazingatia mapema. Na sisi tumeanza kuwapa watoto haya malezi ya TV. Hatuchungi kule kwenye TV anafuatilia nini. Na hili jukumu lako wewe kama mzazi wa kike kujua, japokuwa screen iko pale, anafuatilia nini kwenye ile screen. Hii ni moja katika mambo ambayo yanaharibu watoto zetu, kuwatoa katika mstari, kuwapeleka katika mstari mwingine. Achilia mbali hiyo screen. Sasa hivi kuna maendeleo, tunasema ulimwengu wetu wa sasa si kama ulimwengu wa zamani. Tena mwingine anakuambia karne ya 21 hii si karne ya 7. Kila mtoto anamiliki simu. Mtoto wa miaka 7 na yeye anamiliki simu. Hii simu nayo ni mtihani. Tena katika kitu hatari mno ni hizi simu tunazomiliki. Simu ni katika, yani ni hatari kuliko atomic bomb, na hasa kwa mtoto. Ndio maana nikakwambieni sisi malezi ya sasa ni magumu mno. Watoto wanaishi katika mazingira mazito. Huko kwenye simu ndo kuna yakutwa na kujaa. Ndani ya simu tupo zote zinamkuta pale alipo kwenye simu yake. Zamani nyinyi wazazi wetu mumelelewa, haya mambo ya simu bado hayajaja. Hata vijana wale wa kihuni
ilikuwa vigumu. Mtoto wa kike anaishi katika mazingira mazuri, amestirika vilivyo, lakini si leo. Kakaa chumbani kwake, hapa inaitwaje hapa? Sehemu gani? Umta Kikala. Mtoto wa kike yuko hapa Kikale. Mtoto wa kiume yuko Mbagala, si ndio? Kuna umbali Mbagala kule chumbani kwake, na mwingine yuko Kikale chumbani kwake. Mambo yote yanakwisha, mzazi huna habari. Tazama hatari hiyo ilivyokuwa nzito. Mtoto anaharibika, mmomonyoko wa maadili unakwenda taratibu. Ndio maana nikasema lazima tuombe msaada kwa Allah kuhusu vizazi tulivyokuwa navyo. Sasa kipi kifanyike ili amana hii ya mtoto tuitunze vizuri, ili Allah kesho akija kutuuliza tupate ya kujibu katika mahakama yake? Jambo la kwanza, turabbihim tarbiyatan diniyatan, waleni watoto malezi ya kidini. Nakupa mambo matatu yachukue, huende yakakusaidia au yakatusaidia katika malezi haya ya watoto. Jambo la kwanza, mfundisheni mtoto kumjua Allah. Fanyeni vyovyote vile, jambo la kwanza msomeshe mtoto amjue Allah. Ukimsomesha mtoto kumjua Allah, umemaliza kila kitu. Wasomesheni, usitie nguvu kubwa mtoto akujue wewe, hapana. Weka nguvu kubwa mtoto amjue Allah. Mtoto akishamjua Allah, Allah atamjuza kuhusu wewe. Mtoto akimjua Mungu, Mwenyezi Mungu atamwambia wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Mungu atamwambia wazazi wawili wafanyieni wema. Mtoto akimjua Allah, Mungu atamwambia wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana. Utapata ile haki yako. Atasoma kwamba fala taqul lahuma uffin. Ukiwa mbele ya wazazi usithubutu kusema neno dogo kama vile kuguna wala kujifyonza. Wala tanharhuma, wala usithubutu kusema neno kubwa kama vile kuwafokea, sauti yako ikawa juu ya sauti yao. Allah atamjuza. Wasomesheni watoto kumjua Allah, wataokoka na balaa zote hizo za mitaani. Mtoto akimjua Allah, Mwenyezi Mungu atamjuza kwamba uzinifu ni uchafu na ni njia iliyokuwa mbaya. Hivyo mwenyewe mtoto atajilea, atajilinda. Wale vijana wa kihuni mitaani hawatomsumbua kwa sababu mtoto ameshamjua Mungu. Mtoto akimjua Mungu hatoingia katika uchafu wa zinaa. Mtoto akimjua Allah atajua kuheshimu watu wakubwa. Kule kwa Mungu, Mungu atamfundisha namna gani ataishi na watu, namna gani azungumze mbele ya watu wazima, namna gani atakavyopokea wageni. Maisha yote ya mwanadamu Mwenyezi Mungu atamfundisha mtoto huyu. Kwa weka jambo kubwa kama mzazi, mtoto wako apate kumjua Mwenyezi Mungu na si vinginevyo. Akimjua Mungu utakuwa umemaliza kila kitu. Na hasa katika mazingira tuliyokuwa nayo, hautoweka nguvu kubwa kumchunga kama mbuzi au ng'ombe. Yeye mwenyewe atajilinda baada ya kumsomesha mtoto Mwenyezi Mungu ni nani. Tena mtoto anasomeshwa, anajulishwa Mwenyezi Mungu bado mdogo. Nyie wazazi wetu mnafeli katika hilo, wazazi wengi wanafeli katika hilo. Wanataka kuja kumlea mtoto malezi ya dini, mtoto kisha kuwa mtu mzima. Bwana Mtume ametupa maelekezo akasema, muru auladakum bisalati li 7, waamrisheni watoto sala wakiwa na miaka 7. Amri mtoto asali akiwa na miaka 7.
Haina maana kwamba chini ya miaka 7 uwezi ukampa zile tadribat, ukampa ile mazoezi, lakini miaka 7 unaanza kutoa amri. Tena Mtume akasema wadribuhum, miaka 10 wakifikisha hawataki kuswali wapigeni fimbo. Sasa wewe mzazi, miaka 7 ya mtoto hiyo huna habari, miaka 10 inakatika huna habari, wewe unasubiri kijana kidevu chote kimeshakuwa na ndevu, hapo ndo unasimama sasa unaanza kusema hapa kwangu ni swala. Hata kusikiaje? Hawezi kusikia huyu, miaka 18 sasa kisha kuwa mtu mzima. Ulitakiwa malezi haya uyaanze bado mdogo, malezi anziwe chini. Kule kwetu sisi Burundi tuna msemo tunasema igiti kigorogwa kikirigito. Igiti kigorogwa kikirigito, yani maana yake mti, mmea, so unavyopanda mmea, ule mmea unanyooshwa, bado mdogo, unabidi umiminie maji, utunze vizuri, utazamie mazingira, bado ngali mdogo, ndo unakuwa huyo. Sawa eh? Na nyie Waswahili mkasema samaki umkunja hivyo. Wewe kisha subiri amekauka utavunja, hawezekani tena huyo. Kwa mtoto malezi yanaanzia chini. Sasa nyinyi kwenye swala la kwanza watoto huko kwenye miaka 7 hampo, matokeo yake ndo vizazi tunakuja kuzaa vizazi ya subhanallah. Hivi nyinyi tizameni hawa vijana wa kihuni wengi ambao ni mastaa, si vijana wa Kiislamu. Sasa unajiuliza sisi tumefeli wapi? Hawa vijana waimbaji wa miziki, sijui wacheza matamthilia, unaoja kukuta asilimia kubwa vijana wa Kiislamu. Hapa ndipo utagundua kwamba sisi Waislamu tumefeli katika malezi. Tuwasomeshe watoto dini bado wadogo, hapo ndio tutakuwa tumefaulu. Watoto wa kike, mtoto wa kike anapokuwa baligha, kuvaa ushungi kwake inakuwa ni lazima, ni amri. Kujitanda vile inakuwa ni amri. Lakini utasangaa unamwona binti tarikishakuwa anapita barabarani wala hajali, kavaa nguo ambayo inazunguka na kamba moja kwenye bega lake, kamba moja kwenye bega lake. Nanyi mnajua kina mama maumbile yenu jinsi alivyo. Amevaa akijavaa nguo ambayo ina kamba moja kwenye bega lake, unadhani kifua chake kitakuwa vipi? Huyo ndo anapita barabarani, mtoto wa Kiislamu huyo. Ndo malezi sisi tumepewa. Mtoto wa Kiislamu anatakikana ahifadhi, hasa mtoto wa kike. Sema almar'atu kadhahabi, mtoto wa kike ni kama dhahabu. Dhahabu si mnajua unapokwenda kule kwa sonara au unakwenda kwenye duka lile wanauza dhahabu, huwa unapoingia kwenye duka lile unashika moja kwa moja unakuta zile kama ni cheni au hereni zimewekwa kwenye box moja hivi la kioo, unatizamia nje. Na hata ukiuliza unaashiria kwa kidole, ugusi, unasema hapa bei gani, ndio unaambiwa. Na mnapunguzana kwanza hapa 200,000. Fanya basi 1,100,000. Leta 1,180,000. Kwanza mna discuss. Mkishakubaliana 1,150,000 ndo anatoa sasa. Akishatoa ndo inafunguliwa ile kufuli, ndo unapewa cheni sasa, inakuwa miliki yako, unaishika unavyotaka. Ndio mtoto wa kike huyo. Lakini watoto wa kike wengi hawapo hivyo. Watoto wengi wamejishusha thamani kweli kweli. Mtoto wa Kiislamu haiko hivyo. Mtoto wa Kiislamu anahifadhika, na ile hifadhike ni malezi ambayo wazazi mnatakikana kuwapa watoto bado wadogo. Kwa kuwavalisha hijabu pindi wanapokuwa wameshakuwa balighi ni jambo la amri. Usiridhiki mtoto akatoka nje ya nyumba yako, tena mtoto wa kike hali ya kuwa hajajitanda, hajavaa mavazi ya heshima, mavazi ya kustiri mwili wake. Hapo ndo tutakuwa tumefaulu.
Hilo ni jambo la kwanza. Wasomesheni watoto kumjua Mungu. Wakishamjua Allah, mengine mwachie Mwenyezi Mungu, atatekeleza mwenyewe au atatengeneza mwenyewe. Jambo la pili, ikhtiyaru albi'ati salihati lahu, kumchagulia mazingira yaliyokuwa mazuri, mazingira rafiki. Mtoto tunaposema kumchagulia mazingira yaliyokuwa rafiki, mtazame mtoto marafiki zake ni akina nani. Hawa marafiki na wenyewe ni hatari. Wakati mwingine marafiki huwa wanaharibu tabia ya mtu, kuanzia kwa mume au mke mpaka watoto. Unaweza ukashangaa mume alikuwa mtu mzuri sana, alikuwa hajui kuingia kwake 6 za usiku, lakini baada ya kupata marafiki anaanza kuchelewa, anaingia nyumbani amechelewa, anaingia 6, 7 za usiku, wakati ilikuwa si kawaida yake. Marafiki alikuwa hajui hizi sehemu za anasa, lakini baada ya kupata marafiki ndo zimekuwa sehemu zake hizo za starehe. Alikuwa hatoki nje ya ndoa yake, lakini baada ya kupata marafiki ndo imekuwa hivyo. Marafiki hata wanawake, mwanamke alikuwa mtiifu kwa mume, anamsikiliza mume, lakini baada ya kupata marafiki au mashoga shoga, sasa amekuwa ni mwenye kiburi. Mume akisema alif naye anasema ba. Hatari. Na watoto hivyo hivyo. Mtoto alikuwa mtulivu, lakini unaanza kuona mtoto anaanza kuwa mtukutu. Tashangaa anaanza kuvuta bangi. Katoa wapi huyu? Marafiki. Sababu Mtume alisema almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Anasema mtu huwa juu ya dini ya rafiki yake, basi angalie mmoja wenu ni nani anayeandamana naye. Kwa wewe kama mzazi, ni jukumu lako kujua mwanao marafiki zake ni akina nani. Ni wale ambao kifika muda wa sala watamzindua kwamba wakati wa sala umetimia. Kwa watizameni marafiki. Mkiona kama marafiki hawafai, bado mapema, waatishe. Mwambie sitaki urafiki na vijana wale. Tunaposema mazingira yawe rafiki, ni kuchunguza mwanao anafuatilia nini kwenye TV, kwenye runinga, vipindi gani ambavyo anafuatilia. Jukumu lako wewe mwanamke, jukumu lako mama nyumbani. Asilimia kubwa ya malezi ya mtoto yanamtegemea mama nyumbani. Kwa tazama mtoto anafuatilia nini kwenye TV, kwenye runinga lake. Alafu jambo la tatu na la mwisho, mtoto asome kutoka kwako. Usimwambie mtoto kuswali aliyakuwa wewe huswali. Usimwambie mtoto awe na heshima na watu wakubwa wakati wewe mwenyewe domo lako limejaa matusi. Ukifungua domo lako hilo, ya subhanallah, watu wengine wanakuokopa. Mtu anaweza akatukana masaa mawili hajameza mate, anasema tu kama perekeche vile. Sasa ili mtoto awe na malezi mazuri, kwanza asome kwako. Alafu mnajua kama da'wa ya matendo ina athari zaidi kuliko da'wa ya maneno. Sunana mashekhe wanakuja hapa, wanakupeni mauidha, wanakuelekezeni kwa Mungu. Shekhe matendo yake yana athari kubwa kwa watu kuliko maneno yake. Yale anayozungumza akiwa anajipamba nayo, hapo ndio italeta natija kubwa kwa watu. Na mzazi ni hivyo. Usikawe kila siku unamwambia mtoto ni 1 2 3, alafu wewe anakuona uko kinyume na yale unamwambia. Unatakikana ukimwambia mtoto sala, kuona unasali. Tena wakati mwingine unamkokota kando na wewe, naswali pamoja mtoto wa kike nyumbani.
Kama ni mtoto wa kiume anaambatana na baba yake msikitini. Hivyo, lakini cha ajabu sasa, sisi tunaweza, baadhi yetu sisi tunaweza tukawa tunaweza, sisi watu wazuri, na Mwenyezi Mungu atuwezeshe kwa hilo. Lakini kuna wanawake wengine, subhanallah, mwanamama yeye kwanza ndo mpenzi wa muziki, yeye ndo mpenzi wa muziki. Huyo mwanamama ndo mpenzi wa tamthilia. Anamfundishaje mtoto kuto kufuatilia hayo wakati mwenyewe hayuko katika mstari wa mbele? Kwa watoto wasome kwetu sisi, hapo ndio tutakuwa tumefaulu. Mambo matatu yachukue. Jambo la kwanza, msomeshe mtoto kumjua Mungu, hapo utakuwa umefaulu. Jambo la pili, mchagulie mtoto mazingira yaliyokuwa mazuri kwake, mfuatilie. Jambo la tatu, mtoto asome kupitia wewe. Yale utakaomwambia ayaone kwako. Ukimwambia sala, aone unasali. Ukimwambia heshima kwa watu, aone na wewe unavyokuwa na heshima kwa watu. Aone unavyoamiliana na watu. Aone unavyopokea wageni pale nyumbani. Asome kupitia kwako. Hapo ndipo tutakuwa tumefaulu. Mama zangu wa Dar es Salaam, huu ndo ujumbe ambao nimetaka kukufikishieni leo kama wazazi wa kike. Wazazi wa kike mna jukumu kubwa sana, na Mwenyezi Mungu akukuwekeni wepesi katika malezi hayo ya watoto. Kwa kila mmoja achukue kwamba hili ni jukumu lake, na kila mmoja akilea watoto wake kwa mazingira yaliyokuwa mazuri. Tukipata nyumba 100, 1000, 10,000 zenye kuwa na watoto ambao walilelewa katika mazingira mazuri, basi Uislamu wetu wa kesho utakuwa mzuri. Tutakuwa tuna vijana walioleleka katika mazingira yaliyokuwa mazuri. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atupe kizazi kilichokuwa chema, na atukinge na kila shari na balaa na fitna za ulimwengu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.